Mheshimiwa Cherani, Mheshimiwa wabunge, muda wetu ni mfupi. Mheshimiwa Cherani, uko unafuata sasa, unataka utoe taarifa, uchangie, uchukue muda mwenzio, alafu leo unapata nafasi uchangie tena. This is not fair. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Ndiye Mheshimiwa Sabu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza mimi nikushukuru wewe, lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo imetuchukua miaka 61 hatukuwa na benki ya ushirika, lakini kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan leo kazindua benki ya wanaushirika. Ni benki ya wakulima, ni benki ambayo ilikuwa ni ndoto za Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Rais amezitimiza, na leo wakulima wanaenda kwenye dirisha lao la kuchukua fedha, mikopo. Na niombe tu Mheshimiwa Naibu Spika, benki hii ya ushirika ambao Mheshimiwa Rais amezindua, ambao Mheshimiwa Rais ametimiza ndoto yake, tunaomba isambae nchini kote kwa wakulima wote. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, ndugu yangu Hussein Bashe na timu yako yote. Lakini pia nimpongeze sana mrajisi wa vyama vya ushirika nchini, Daktari Benson Diege. Niwapongeze sana viongozi wote wa vyama vya ushirika nchini, vyama vikuu, kwa umoja na mshikamano walioonyesha kuhakikisha kwamba benki hii inatimiza malengo yake. Lakini pia niwapongeze sana warajisi wa vyama vya ushirika nchini. Wao walikuwa pia washauri wazuri wa vyama vyetu vya ushirika kwa ajili ya kupeleka hisa kwenye benki hii ambao leo ina zaidi ya bilioni 55. Lakini pia niendelee kukupongeza Mheshimiwa Waziri. Umetengeneza kura za Mheshimiwa Rais kwa wakulima wote nchi hii kwa heshima kubwa, kwa kiwango ambacho ni cha kimataifa. Nenda popote kwa wakulima wa chai wanamsifia Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakulima wa tumbaku wanamsifia Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakulima wa mpunga, wakulima wa mahindi, wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, maeneo yote ambako wakulima wanalima nchi hii, wote wanafurahia ruzuku ya pembejeo. Wote wanafurahia ruzuku ambayo ilikuwa ni kama ndoto kwa wakulima. Nakumbuka Mheshimiwa Waziri, tulipokuwa Mbeya wakati Mheshimiwa Rais anazindua, watu wengi hawakuamini. Maneno mengi yamesemwa, lakini leo waliosema maneno ndo wanaotumia NPK ya 60,000, ndo wanaotumia kani ya 60,000, ndo wanaotumia urea ya 70,000, na leo wameamini kwa macho. Na mimi niendelee kukutia moyo Mheshimiwa Waziri, chapa kazi, songa mbele. Niendelee kukuomba Mheshimiwa Waziri, benki yetu ya kilimo imefanya mema sana kwa wakulima. Kwa kilimo, kwa upande wa pamba pamoja na kahawa ni zaidi ya bilioni 132 zimeenda. Ni hawa ambao toka mwaka 2018 Mheshimiwa Waziri 19, wewe mwenyewe ukiwa naibu waziri ulikuja Kahama kuungana na wanakahama na wakulima wote, na ukaanza wewe kwa sauti yako kupeleka fedha zaidi ya bilioni 4 na milioni 500 kwa chama kikuu cha ushirika Kahama Kaku, ambacho kilikuja kufanya kazi nzuri sana. Leo ni zaidi ya miaka 7 kinaendelea kununua pamba kwa wakulima kwa ushindani mkubwa, na leo kimepewa kiwanda cha Uilimili, kimeajenga, kinasimika pale. Niendelee kuipongeza bodi ya Kaku ikiongozwa na mwenyekiti wake ndugu yangu Emmanuel Nyambi Masanja pamoja na management yake. Wameonyesha utulivu mkubwa kusimamia fedha za benki. Niendelee kupongeza sana vyama vya ushirika Mheshimiwa Naibu Spika. Tukivisimamia vizuri vyama vya ushirika na vile vyama vikuu, tunaenda kuonyesha mapinduzi makubwa sana kwenye ushirika. Tuendelee kuwatia moyo, tuendelee kuwashika mkono ili wasimamie mazao yetu, kwa sababu ndio wanaosimamia wakulima wetu. Mheshimiwa Waziri, mimi niendelee kutoa ombi. Umefanya vizuri sana kwenye mazao yote. Umefanya vizuri sana kwenye tumbaku kama walivyoongea wabunge wengine. Leo hii ukiangalia trend ya masoko inavyoenda na masoko yaliyoishia jana, wastani wa bei unaocheza ni $2.8. Lakini pia wanunuzi wa tumbaku leo, wakati Mheshimiwa Naibu Waziri, Waziri Washe ukiwa naibu waziri, wewe mwenyewe ulikuwa unatembea ofisi za Wizara ya Fedha kwenda kuondoa kodi na kufuta tozo, kitu ambacho ilikuwa ngumu. Kipindi cha Mheshimiwa Rais leo miaka 4, tozo zaidi ya 26 zote zimeondolewa kwenye tumbaku. Leo wastani wa bei ambao wakulima wanafurahia ni $2.8. LTNF ambayo ilikuwa inauzwa $2, leo LTNF ina $3.320. L1O ina $3.3. L1L ina $3. L20F ina $3. Madaraja yamebadilika, wakulima wanafurahia sana. Hawa wakulima Mheshimiwa Waziri wanaenda kanisani.
Hawa wakulima wana ibada, wanakuombea sana, wanamuombea sana Mheshimiwa Rais. Tukuhakikishie Mheshimiwa Waziri, chapa kazi. Ombi letu moja ambao tunakuomba Mheshimiwa Waziri, tuondolee tozo ya mionzi. Inawaumiza wanunuzi. 0.2 ya kila tumbaku inayouzwa kusafirishwa nje wanatozwa hawa wakulima. Thamani yake ina maana wanunuzi wakisafirisha dola milioni 2, 2% lazima watozwe. Wanunuzi wanachofanya Mheshimiwa Waziri, hawaendi kulipia fedha yao. Wanachofanya kazi yao ni kumpunguzia bei mkulima. Na mimi ombi langu Mheshimiwa Waziri, export levy hii dola 0.2 ikifutwa kwenye mionzi, wanunuzi wanaenda kumpelekea bei mkulima. Sasa tunaenda kutoka kwenye dola 3, tunaenda kwenda kwenye LTNF ambayo ni tumbaku bora, tunaenda kwenye dola 4. Tutaenda kukimbizana na mataifa ya wenzetu Malawi na Zimbabwe, ambao wenzetu wameenda kwenye dola 4 mpaka dola 5. Na niendelee kushauri, kwa sababu tumepiga hatua, uzalishaji sasa umeongezeka, basi tuwe na mnada wa masoko ya tumbaku. Tuwe na mkataba, lakini pia tuwe na minada, ili tupige hatua twende kama mataifa wenzetu wanavyofurahia. Wapo wakulima wenye uwezo wa kufanya kwa mnada, na wapo wakulima ambao hawana uwezo wataingia kwenye mikataba. Hili inawezekana litakuvusha sana. Lakini Mheshimiwa Waziri, kuna zao ambalo tumelisahau sana, zao la maembe. Maembe Mheshimiwa Waziri, ningekuomba ingiza na lenyewe kwenye ushirika. Ongea na vyama vya ushirika hivi, wafanye tathmini ya maembe ambayo yanavunwa kiholela kule kijijini, yavunwe kwa utaratibu mzuri kama ulivyofanya mazao mengine, yavunwe kwa utaratibu mzuri. Ni eneo ambalo yatachangia mapato makubwa kwenye serikali zetu. Halmashauri zetu zitapata fedha nzuri sana, kwa sababu leo mche mzima wa embe unauzwa kwa shilingi 2,000. Mtu anaokota maembe yote, tena kwa utaratibu wa kutikisa, na yale machanga nayo yanapotea. Lakini tukiwaingiza kwenye utaratibu mzuri, tukawapa dawa, wakayapulizia vizuri, tutawapa utaratibu mzuri wa kuvuna yale maembe yetu. Tayari kwenye halmashauri zetu tutapata mapato. Lakini Mheshimiwa Waziri, niendelee kukuomba. Tayari benki ya TADB inahudumia Kaku, inahudumia MBCU, inahudumia SCCU, inapeleka fedha Simku. Mimi ombi langu, usimkatie tamaa Shireku na Nyanza. Ningeomba asante Mheshimiwa Cherani, asante kwa mchango mzuri. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja.